Mudurume uyu turonania mbica ciake etagwo Daniel Sanju na ni wa kuma mwena wa Naroko. Uyu no kurumirira turarumirira muturire wake nja wa njera, kuona miaka 3 mithiru ni twamurikite rugano rwake akiuma njera-ini ya arume ya Naivasha. Ungimurora aronekana ena riri mwega, no riri uyu ugucoka wone mudurume uraita maithori. Ni uchungu bwana, kwa sababu kifungo ambayo haujui na unyang'anywa ground kwa sababu mtu ni chairman. Oh my God, anachora shamba kwa sababu ako na uwezo, Atanatariria niki kiramuriria, tareke atutaririe niki kiamutwarite njera. Kuna wakati mmoja niliweza shikwa 2005. Nimefanya kesi miaka 5 ambayo ilikuwa ni kesi ya defilement. Nikakuja nikahukumiwa miaka 8. Na wakati nilipohukumiwa Nakuru, nikarushwa kule na Naivasha. Na kushika kwangu ni mambo tu na shamba. Mambo na shamba kive. Baba alikuwa na wake 4. Akakata shamba portion 4 kama wake zake. Yeye alipoona wakati yake ya kuaga imekaribia. Unajua wasee wanaonanga kitu kwa umbali, ama mtu anaona miaka yake mimi ninaenda kwenda hivi. Akagawa shamba kama wake 4. Alipogawa shamba akaimaliza. Mama yetu ndo alikuwa mdogo. Lakini huyo brother yetu huyo mwingine wa mama number 2, unajua sasa yeye alikuwa na vijana wakubwa, wakatudhulumu sisi, wakaingililia shamba, wakaiharibu, wakaikata portion moja, wakaenda nayo. Tuliweza kupatanishwa naye na OCS. Wakati ilikuwa Moria ako pale, alikuwa pale akifanya kazi kule Maunaro police station. Mimi niliweza kulalamika kwa OCS. Nikamwambia nataka nihitaji nijue mlalamishi ni nani na nimestakiwa nini. Ndio akanitoa, akaniambia saa 8 ndatafuta mlalamishi, atakuja tutasikia vile anasema. Mimi nilikuwa naona tu kama ni mambo tu ya kufika polisi na nirudi niende nyumbani. Defilement imekuja niwekelewe ndio nisikile shamba na njia hii. Kulikuwa kuna kitu inaitwa objection. Wakati ule ilikuwa inafanywa na mtu anaitwa Laku. Serikali wakifuatilia record Narok North Topoti area, mwenye alikuwa akisikiza makesi kama judge ya mashamba anaitwa Mr. Laku. Wakati ule tulipotangaziwa ya kwamba dispute sitengenezwe mipaka, ndio safari wakikuja hakuna mtu anayesalalamika mpaka yangu si hapa. Sisi tukarudiana kama familia. Tukasema kuna shamba yetu, huyu ndugu yetu akasaidia huyo mama mwingine, ni vizuri arudi aende pande ile. Kibe matosano ilitokea hapo, ambapo hata serikali wakitaka kuona ukweli mahali ilipo, wakikuja ground wataona. Wakanishika wakanipeleka pale Maunaro police station, wakaniteremusha mpaka kule Nakuru, na nikastakiwa, nikakataa mashtaka na nikapandishwa pale Mlimani. Kwa kweli Kive, kuongea ukweli mbele ya Mwenyezi Mungu anaishi. Sasa niulize hata alikuwa anaishi hapa ametoka wapi? La. Lakini kwa record sawa walikuwa nasema imetoka Njoro. Kutoka Njoro mpaka Masaini huko ndani. Eti wewe Kive umekutana na mtu umemshika. Umjui ule mtu, haujasoeana naye, utaanzana naye aje umalizane naye namna gani? Juu hata ni ngumu sana hata hisia yako. Unajua kuna ile kitu inaitwa dhamiri ya mtu. Umekutana tu na mtu from nowhere, hujui mtu ametoka wapi. Alafu unaambia huyu mtu umemshika. Msichana alikuwa na 17 years. Msichana namkumbuka sababu hata sasa tukikutana naye sijui kama sasa naweza mjua, kwa sababu ni mtu ambaye si hatujasoeana naye, lakini wakati tuliposimama naye kwa ambao alikuwa ni msichana mweupe. Na ujue
kulingana na ushahidi kidogo tu nikuelezee. Si kesi lazima iwe na ushahidi. Kesi lazima iwe na mshahidi. Ripoti ya daktari inasema niko nayo. Msichana amesema amepimwa baada ya mawiki. Nafikiri wiki 2. Baada ya wiki 2 huyo msichana amepatikana naye nini? Huyu mama na huyu msichana yake na kijana yake ndio washahidi. Kando na hapo hakuna ushahidi mwingine. Waliweza kuniwekelea kwa sababu kuna ile appeal yenye tulikuwa tunakata ya shamba. Unanipata? Kuna appeal yenye tulikuwa tunakata ya shamba, sasa ndio huyu aondoke kwa shamba aende shamba yao. Oima njera aranjera eciragia ni muturire mweru mwega. Kiria atamenyaga ni ati we maitho-ini ma andu nja wa njera no mwikwirwo tondu akiuma njera. Maisha yamekuwa magumu Mr. Kibe sana, kwa sababu hata nikijaribu kufikiria na kuitafakari mambo nimekuwa ngumu, kwa sababu hapo awali nyuma hii nimekuambia ile kitu imesababisha yote ni ile objection ya shamba yetu, ule jamaa aondoke ili aende kwa portion ya ndugu yake, na ni kitu iko wazi. Na ningeomba sana serikali aweze kuingililia hiyo. Juu kive wakati nilipokata ile appeal ya ile shamba ya objection, ndio dispute kuja itengenezwe, ndio kila mtu akae position yake kama shamba lao, ikaleta hiyo shida yote. So wakati nilipomaliza kifungo nikatoka nikaenda pale raia, nilikuta mambo ni tofauti. Kwa sababu nilikuta ule mwanaume bado anaishi kwa ile shamba na anafanyia kazi. Na ujue wakati hiyo sasa imepita, hata wakati kusikizwa kwa kesi yote ya shamba objection hiyo imepita. Hiyo story wakafunga mpaka title ndio ilikuwa inatoka 2017, ambapo ninakumbuka Uhuru wamepeana wakati huo rais wa sasa akiwa naibu wa rais, wakakuja wakasilonge pale Kisiri, wakilonge barabara nyingine ya kushikanisha mwisho wa lami na Nakuru, sababu hiyo barabara ilikuwa ni mwisho wa lami, ilikuwa rough road upande mwingine. Wakati hiyo wakakuja wakaipeana matatu ndi, nikakuta kila kitu ishaisha. Nikajaribu kukimbia kuifuatilia, kila mahali ninaenda ninaambiwa too late. Wameitimiza ile kitu wenye walikuwa nataka na mimi wanifungie, waimalize ile kazi yenye walikuwa wanaitaka kufanya, ndio waigrab shamba na wachukue. Vile nilipotoka pale nikakuja pande ya raia, nilikuta mambo ni tofauti, hata maisha hata ni magumu, hata kushinda pale gerezani. Lakini unajaribu kuona, hata ukijaribu kusema kufanya jambo unashindwa, sababu wale wa jamani watu wanajiweza, wewe wamekutupia muda. Sanju ararakirwo ni maundu nginya arauga earia tabarira-ini ya njera-ini citu kuonania urito uria ucemanagio naguo ni andu amwe mauma njera. Nataka nisaidiwe na ninaomba, kuna MP, kuna senator, kuna governor. Naomba kama mtoto yenyu ni uchungu bwana, kwa sababu kifungo ambayo haujui na unyang'anywa ground kwa sababu mtu ni chairman. Oh my God, anachora shamba kwa sababu hako na uwezo, arauga erekeirio orogacira kangi kagucoka njera. Vile nilipotoka jela nikakuja nikakaa kama 3 years 4 years, wakaniekelea raping. Ile jamii tu ile tu ambapo walikuwa wamesema nimerape yule mama ambaye ametoka hapa Njoro, mtoto yake nimedefile mtoto yake hapa kutoka hapa Njoro. Nikastakiwa Mr. Kibe na raping. Wakati waliponistaki na raping, kuna ile click iliweza kunisaidia mimi. Vile nilipigiwa simu na ofisa mwenye alikuwa kuna senda pale anaitwa Loropi ya kuna police post iko pale ya Loropi. Vile alinipigia simu akaniambia utakuja ama tukukujie sisi wenyewe. Nikamuuliza kuna nini,
Akaniambia si unajua kuna mama hivi na hivi na hivi na umetendea hivi na hivi na hivi, nako na bidhi yako na kila kitu. Mimi nikasema mimi ni ndani, nikamwambia sawa, acha nikuje mkubwa, niko mbali kidogo, lakini niruhusu tu nitakuja, nipe kama 2 hours. Nilikuwa nimepiga hesabu yangu, hiyo 2 hours niko Narok. Mimi kive nilichomoka hapo hiyo 2 hours, wananingojea niende pale police station. Niliweza kufika mpaka pale Narok police station. Sikuenda pale mali niliitwa, nilienda mpaka nikaingia mpaka kwa OCS. Nilienda nikakuta hao wenye wanabuka watu kwa OB. Nikamwambia OCS yako, akaniambia ndio. Nikamwambia ninaomba kwa haraka sana, ninaomba tu mniweza kunipatia nafasi nisungumze naye kwa sababu niko na shida fulani. Shida gani niweza kuwaelezea? Wakabisha pale kwa room ya mkubwa, nikaingia pale na kaweza kumuelezea mkubwa ile shida yenyewe niko nayo na ile hali yenyewe ninayopitia mahali pale. Vile nilipoelezea na nikamtolea kale kakiliki ya kutoka jela, alinisaidia. Alipika simu pale Longuruto, akapika simu kwa ile police post, akamwambia wachane na mimi. Akapikia chief ya kwetu, tukaenda tukafanya kesi na wasee wa kijiji na chief, lakini hakuna makosa niliweza kupatikana nayo. Sanju arauga andu ni mabatie kuhiukia andu aria marauma njera na kungihotekeka kumanyitirira no ti kumathinikania. Wakati unapoenda jela, kila mtu anajua ni mhalifu, hata utakapotoka, hata kuingia ndani ya society, ndani ya watu, unaona tu kuna hata kusemekana umefanya jambo, hata kugongwa mawe na ukufe ni rahisi, kwa sababu kila mtu anajua ni criminal. Alikuwa ametoka wapi huyu criminal? Sawa, ni criminal, lakini ako na haki yake. Tumemalizana na serikali, nimesafa kifungo. Kumaliza kifungo kurudi kuangalia ground, vitu ni tofauti, sababu unakuta kama mimi nimenyang'anywa, mwingine na mwingine. Kama mimi kwa mfano nimenyang'anywa shamba kama 2, ile na hii nyingine yenye ninaishi. Haya, chairman ambayo alikuwa anasimamia wakati ile education, anajua mimi siiko na sina brother kunitetea kule raia. Mama yetu ajui mambo na kufuatilia kitu yoyote. Mimi nasikia uchungu juu nimepatwa na mambo yani, utoke jela, umesafa kifungo, umemalizana nayo, au hujapatana na yani kitu yako mtu mwingine anachukua unatumia ukiona shwali, na amechora nikiwa ndani, anaharibu map. Ini hali ukienda kwa safari anakuambia map za topoti asiandamani na area. Why? Kwa nini? Na watu wameharibu. Siwezi kubali. Mimi siwezi kubali kama mimi Sanju. Mambo mingi ninaupikana nayo. Na anti unaona mimi naegemea upande ya serikali, nikiomba usaidizi kutoka kwao kwa sababu wako na uwezo. Juu ukichukua sheria mkononi mwako, hata kenye ulikuwa unafanyiwa hiyo haitaonekana tena, inaonekana wewe ndio mwenye makosa. Njetago Simon Kibe na eo ni tabarĩra ya njera-inĩ citũ nja wa njera.